Mungu of course tunaweza tukasema hajui, yani uovu wako utasili, hii tunaiwekaje? Yani tuseme hivi, Mungu anachokifanya ni kukukumbusha, kukupa miongozo. Kwamba kama mbinguni alivyoweka sheria yake kwa malaika wote, mwongozo wangu ndio hii, ndio njia. Kwa hiyo sasa ni wewe mwenyewe, ila hakulazimishi. Ina maana ni wewe, je, utafanya, utatekeleza au la? Mungu hakulazimishi. Kwa hiyo amekupa uhuru. Ingawaje sasa katika huo uhuru Mungu hajui kwamba wewe utatumiaje. Utatumiaje, utachagua nini, utafanya nini. Na ndio maana unajua nilikuwa nawaza hiki kitu. Unajua Mungu anakuja anamuuliza Kaini kwamba uovu hivi alimwambiaje? Alimwambia kwamba uovu unapotea. Kwa nini dhambi inapotea? Dhambi inapotea mlangoni. Amua vyema utafanyaje? Mungu maana yake Mungu hajui Kaini ataamua nini. Sawa? Kwa sababu ile hatima ya maamuzi ya Kaini anayo Kaini, Mungu ameshampatia katika ukamilifu, kwamba uhuru wa kuchagua unao Kaini. Lakini anamwambia sasa, katika huo uhuru wa kuchagua niliokupa mimi sikuingilii kweli, lakini dhambi iko inapotea. Chagua kuikataa, utaishinda. Na ndio maana unaona Kaini anaamua tofauti na bado Mungu amwingilii, kwa sababu ile ni swala la uhuru. La uhuru maamuzi. Karibu, hiyo ni sehemu ya kwanza ya kwamba kwa hiyo wewe unasema Mungu anajua yote. Sio kweli kwamba Mungu anajua yote. Mengine unajua wewe mwenyewe. Kupitia wewe ndio Mungu anajua kwamba unampenda au haumpendi, unaenda kwenye njia nzuri au njia mbaya. Mengine unajua wewe. Mungu hajui kesho utakula nini. Sawa? Ukiamua ule dagaa, ule spinach, ule hayo ni mipango yako, na Mungu amekupa uhuru wa kuitenda bila kukuingilia. Sijui kama tunaelewana. Kwa hiyo usiseme Mungu anajua yote. Kuna vitu vya kihatima Mungu ameviweka. Kwa mfano, maamuzi yako ya kila siku yanaongozwa na dhamiri yako ya uhuru ambao Mungu amekupa. Wala Mungu hana sehemu anayoiongoza, isipokuwa tu sehemu ya Mungu ni katika kukukumbusha kwamba uende kwenye njia njema, kwamba katika uhuru niliochagua kuna sauti inakwambia chagua vyema, hivi sivyo basi, lakini hiyo sauti haikuzuii bado wewe kufanya ule uovu. Kwa hiyo Mungu, tukisema Mungu anajua yote, ni yale ya kwake, lakini yale aliyotupa sisi tuyatawale hajui. Ametuachia sisi tuamue, tutende. Na nimesema ndio maana Ibrahimu anasema wakati Ibrahimu anamtoa Isaka, Mungu anasema sasa nimejua. Kwa hiyo alikuwa hajui kama Ibrahimu ana ule utii wa hali ya juu, mpaka Ibrahimu alivyotenda ndio Mungu anaona ndani ya moyo wa Ibrahimu kwamba huyu mtu ni mtiifu kwa kiasi hiki. Sasa nimejua kwamba unanitii, unanipenda. Sehemu ya kwanza. Karibu, tunaendelea na hili somo. Sehemu ya pili. Bado tunaendelea kuchunguza sisi wa Beroya. Kwa nini Mungu, kwa hiyo tumeshajua kwamba Mungu alikuwa hajui, kwa sababu kwenye ule ukamilifu wa Lucifer huwezi ukaona eti kwamba kwenye ramani ya Mungu haoni uasi. Alikuwa haoni kabisa, wala alikuwa hajui. Kwa hiyo ile ilikuwa ni surprise kwa Mungu. Alikuwa surprised. Ulikuwa mkamilifu. Ukisoma hapa ulikuwa mkamilifu. Kwanza inasemaje? Anasema ukisoma Ezekiel 28 mstari wa 15, ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Yaani Mungu anashangaa, ulikuwa mkamilifu. Yaani imekuwaje dhambi inaonekana? Mungu anashangaa. Lakini kisichomshangaza sasa Mungu katika hili ni kwamba hatima ya kuchagua njia ya haki au mbaya alishaiweka ndani ya Lucifer. Kwa hiyo ile Mungu haiingilii. Hata wale theluthi ya malaika waliomfuata Lucifer, Mungu alikuwa